kazi jina. Kwa hiyo ni geti la kupumzikia, na hapa tayari kabisa hapa wameanza mafundi kazi ya finishing, ya kumalizia kabisa. Kwa hiyo hapo kuna mafundi rangi hapa. Kuna mafundi wa rangi ndio unaona wamefanya mambo yao hapa, lakini hayo ni wanasema ni maandalizi, hawajamaliza kazi hapa. Lakini ni maandalizi, lakini tunaona nyumba inazidi kung'aa, inazidi kupendeza. Mimi kiufupi niliona kama imeisha hiyo, kumbe ndo kwanza wanaanza. Na waheshimiwa tunakwenda kuwakuta huku chini. Wako huku wanafanya mambo yao. Yaani wao wanasema wamekuja kutafuta hela. Kwa hiyo kama wamekuja kutafuta hela, hawataki ngwengwengwe, hawataki mambo mengi, wanajipikia wenyewe. Na hapa mwamba wako kwenye msosi. Wako gap la watu 5. Ni vijana fulani kutoka pande fulani hivi za Local City Mwanza, wanavyosema wao. Sasa siwezi kusema sana, na wao wanaweza kuongea machache walionayo juu yenu ninyi Wananzengo. Mimi nafikiri kwanza niache wameze kidogo, alafu wakati huo sasa ndo tunawaandaa. Unajua kuongea kwenye kamera kazi. Kazi wanazofanya ndo kama hizi. Naona hiyo kitu. Scheme wamefanya nini? Umeona? Alafu pembeni kuna jamaa wangu anaitwa Buti. Huwa anawaletea maji huyu mwamba huyu. Huyu mwamba ni kwa ajili ya kuwaletea maji. Huyu bwana anaitwa Mr. Buti. Sasa jina la Buti mwenyewe anajua litokaje. Hiyo jina la ujana hiyo. Na hapa waheshimiwa hawa, kabla sijaanza kuwahoji hapa bana, hili ndio jiko lao. Mazingira ya jiko lao. Hapo wameshapika chai. Mazingira ya chai. Wameshapika chai ndo tumekuta wanakunywa pale. Alafu hili pipa ni kwa ajili ya kuchemsha gundi. Kwa hiyo wanachota hiyo gundi, wanachanganya na vitu wanavyovichanganya wao wenyewe wanajua. Wanafanya mambo yao mapekeche. Hii nyumba pia wanakuja kwa mujibu wa bosi, jinsi alivyosema bosi wao ambaye amehifadhiwa jina, kwamba hii pia watakuja kuipaka rangi. Lakini hii pia ni nyumba inayokuja kuezekwa kwa nyasi hii. Lakini pia inatakiwa isikimiwe, fanywe mapeketi, wao wenyewe wanajua wanafanyaje. Kwa hapa tayari naenda moja kwa moja kumuona Mr. Buti hapa. Buti ndo anawashushia maji hapa. Na maji wanaweka humu. Wameandaa mazingira humu. Kitoka hapo sasa tunaenda kwao waheshimiwa. Sasa nafikiri na wao wamekaa tayari kabisa kwa ajili ya kuongea na mic, na leo kwa ajili ya kuongea kwenye mitambo hapa. Jamani, karibuni kwenye mitambo. Hawa mimi nafikiri tusitake kuwajua majina, tuwajue tu kazi. Tutajua majina baada ya kuwaita. Sawa bwana, naomba tupeane uso, yani wazungu wanaita face. Kumbe ni face. Sawa. Sasa nafikiri tuko nje ya muda, tunaweza kusaidiana kutajiana mawasiliano jamani. Mimi nawajua ninyi ni watu wa kazi, na nawatambulisha kama watu wa kazi, ni watu wa vipaji. Vipaji ni kipaji kweli kweli, yani kubadilisha nyumba kuonekana kwa muonekano huo sio kitu haba sana. Kwa hiyo mimi nafikiria kitu kimoja tu hapa, kwa kuwa nisiwachelewesha na kuwapoteza muda wenu, mnisaidie kunitajia namba ili kusudi waheshimiwa yoyote yule anayehitaji, aliye na uhitaji wa upakaji wa rangi ya kisasa. So upakaji, maana kuna upakaji, hata mimi naweza kupaka. Sasa kuna upakaji, kuna mafundi waliobobea kazi. Kuna watu wenye professional, kuna watu wenye idea, quality kabisa. Nyumba inapakawa na yani maeneo fulani hivi amazing. Umeona hiyo kitu inavyochorongwa? Unaona hiyo? Wewe acha bana. Ni hatari. Aise, naombeni bwana kujua jina ni kitu mahali kidogo. Kwa majina huyu bwana anaitwa nani mheshimiwa? Kwa majina yangu mimi ndio. Ndio. Tunaweza kwa ajili ya kazi ambayo tunafanya hapa. Ndio. Na Mungu ametusaidia kubuni mbinu
badala ya kupaka rangi na nini. Ndio. Kuweka decor kwenye nyumba. Ndio. Kwa hiyo yote ambaye anaweza kuhitaji anaweza akatupata. Sisi tunapatikana Mwanza. Ndio. Pale jiji la Mwanza ndo tuko sisi hapa. Ndio. Kwa hiyo sisi hatuzuiliwi, tunaweza kusafiri nje ya mkoa wetu, nje ya taifa letu kwa ajili ya kazi hizi. Ndio. Kwa hiyo sitakuwa na mengi sana, nitamkaribisha mwingine ambaye anaweza akafanua kidogo na yeye ili wanaotazama waweze kutuona vizuri. Ni jambo jema sana. Mtumishi wa Mungu. Kabla ya hapo labda ninaweza kuuliza, hamna manager wa kuwa agent? Manager wetu yupo. Yupo ila ametoka kidogo tena kwa kazi kama hizi. Ndio. Kwa sisi ni kampuni kubwa. Okay. Kwa tunaweza kugawanyika, kuna wengine ambao wako Kibondo. Okay. Kuna wengine ambao tuko hapa Mara. Kibondo, yani Kibondo unamaanisha ni Kigoma. Mkoa wa Kigoma huo. Okay. Kuna wengine ambao wako mkoa wa Dar es Salaam. Kwa sisi yani ni kazi hizi hapa. Rangi yoyote ambayo unaitaka wewe, miundo yoyote ambayo unaitaka wewe, tunakuundia, tunakutengenezea nyumba yako. Yaani kitu chote ambavyo unataka wewe, nyumba yako inaweza ikakaa vizuri kama unavyoiona hii hapa. Na hapa bado haijapakwa rangi, ni decor. Bado rangi haijapakwa. Kwa hiyo ikija kupakwa rangi, yani mtu yeyote anaweza kuishangaa nyumba, unaona? Kwa ndo hivyo. Kwa hiyo mtu akikupa nyumba kwamba ametoka akakupa nyumba kwamba unakuja kumkabidhi kiasi kwamba anaweza akaja akaisahau nyumba yake. Yaani anaweza akaulizia hiyo ni bei gani, anaweza kaiulizia bei ili ainunue, kumbe nyumba yake amesahau namna ambavyo tumeitengeneza. Unaona? Kwa hiyo tunaweza kuitengeneza mpaka mwenye nyumba akaisahau, akahitaji kuinunua kwa mara ya pili. Kwa mara ya pili. Jambo jema sana. Kwa ndo hivyo. Basi na kwa mtu akiwahitaji labda kwa mawasiliano yako. Kwa mawasiliano yetu ni 07 yenu ya kwako mwewe kwanza, namba yako ya simu. Kwa mawasiliano yangu. Ila tunaweza tukatoa mawasiliano ya managers, unaona? Kila mmoja atoe tu namba zenu. Namba yangu ni 07 86 16 18 66. Ndio. Nikairudia 07 86 16 18 66. Ndio. Unaweza kutupigia muda wowote, iwe ni usiku, mchana, asubuhi. Unaweza kutafuta, unatupata. Ndio. Na sisi ukitupatia nyumba yako, yani utakuja uifurahie mwenyewe. Ndio. Ndio hivyo. Hiyo hizi kazi mna idea ya muda gani wakati, yani mna idea gani? Yani kiufupi ni kwamba mna experience ya muda gani? Hizi kazi kuna wengine ambao wameanza mwaka 2000, kuna wengine 2001. Kwa yani kiufupi ni kwamba nyie ni makoro wa hizi kazi. Yani kazi tunaifahamu kabisa. Yani tunaijua kabisa. Maana ya kukuuliza hivyo ni kwamba mtazamaji aweze kutambua kwamba una experience ya muda gani, ya mwaka mmoja, ya mwezi mmoja, ila sasa kuanzia 2000 mpaka leo ina maana ni miaka karibu 20 na kitu. Hiyo ni moja kwa moja tunaenda kwa professional. Ni professional hizi kazi. Ndio. Tunatoka kwa mtumishi tunaenda kwa mheshimiwa hapa. Wewe unaitwa nani mheshimiwa? Jina naitwa Agustini Birula. Instagram ni ile jina. Follow pale unaona vitu vyangu yani vya unyama mwingi kama hivi hapa. Okay. Nani? Agustini Birula. Agustini Birula. Instagram hapo, Facebook pote tunanipata kwa ile jina. Okay. Nafikiri mwenzenu ameshaongea mambo mengi, kwa hiyo hapo labda nikutajiana mawasiliano tu. Mawasiliano ni 0627 54 25 03. Okay, naweza kurudia 06 27 54 25 03. Okay, asante. Na tunaenda kwa mheshimiwa hapa. Kwa jina naitwa Jitumani. Jitumani. Namba yangu ya simu 072. Ndio. 617979. Okay, naweza kuirudia 072 617979. Okay. Tunaenda kwa mheshimiwa hapa, mkurugenzi mwenye mwanya. Naitwa Ezra Enos
Mawasiliano 0756116701. Okay. Asante kwa mkurugenzi hapa. Mimi kwa jina naitwa Moze. Okay. Kwa mawasiliano 0711304911. Asante sana ndugu zangu. Na hapa sasa ndo walikuwa wanagonga msosi na vyombo vyake ndo hivyo, vyombo vyao ndo hivyo hapa. Wao hawataki kusema mambo ya wanawake wala nini, wanapika wao wenyewe kama nilivyorudia kusema. Hiyo sufuria ndo ile na washagonga hapo. Washamaliza hapo. Kwa hiyo hapo wanahitaji kuendelea na kazi. Wako jopo la watu 5 lakini sio mchezo. Wanagonga kazi ni hatari kama walivyosema. Maana wengine hatukutaka kuwahoji sana kwa sababu mwenzao kashawasemea. Tunaruka moja kwa moja tunamkuta mheshimiwa Buti hapa na yeye. Yaani huyu ni mzee wa kusambaza maji, nini chochote tunachokihitaji anaweza kusambazia. Bwana Buti. Hilo jina la Buti bwana ulilipata wapi bwana? Nilangu tu nilijiita mimi mwenyewe. Ulijiita mwenyewe. Walikuita wananzengo au ulijiita mwenyewe? Wewe mwenyewe ndio ulilihitaji na ukaamua kulijiita. Sawa kabisa. Unapatikana wapi bwana Buti? Mimi napatikana hapa Kiabaji hapa Baraki. Roli ya mkoa wa Mara. Panaitwa ni Baraki hiyo. Okay, kwenye mtaa kumbe upo karibu na kwao na machafu chafua. Okay, sawa kabisa. Kwa hiyo ni jirani yako. Ni mwamba. Unamtambuaje wewe machafu chafua? Ni mtu wa aina gani labda? Ndio. Tunasikia kwamba machafu chafua ni mtu mkorofi, ni mtu yani ni mtu wa aina fulani hivi, anadharau watu, anachokoza watu. Sema ukweli wana usimuogope au yuko karibu hapa? Hapana. Hayuko hapa karibu lakini mwenyewe ni mtu wa watu, yani anapenda watu. Kila kitu ambacho hataki ni dharau. Ndio. Okay. Hataki dharau, hataki kudharauliwa. Okay. Sawa bwana, asante sana. Kwa mawasiliano wewe mtu akikuhitaji sasa kwa kazi yoyote ile? Mawasiliano namba yangu ni 07. Ndio. 57. Ndio. 72. Ndio. 39. Ndio. 16. Popote pale mtu akikuhitaji labda mambo ya maji nini, amekupata. Ngaranga, pikipiki bwana. Wewe chombo cha moto hiki, Sanology mashine hiyo. Umeona? Ngoma ya kazi. Ngoma ya kazi. Ngoma ya maji. Mzigo wote ule unaenda. Wewe. Umeona? Kwa hiyo hii ni chombo ya kazi hiyo. Chombo ya kazi. Alafu ni ya kwake mwenyewe mheshimiwa Buti. Kajikongoloa hadi kapata kununua hiyo kitu. Hongera sana bwana. Na Mungu akulinde sana bwana Buti. Asante bwana Buti. Tunaweza kuendelea na mengine. Kwa hiyo hao waheshimiwa bwana ndo kazi yao hii walioifanya na wanaoendelea kuzifanya hizi. Na katika nadhani sasa watu wanaingia ndani. Kabla tuwafuatilie sasa huku ndani. Likusudi njoni ndani jamani, twende kabisa mpaka ndani. Likusudi tuone wanachokifanya humu ndani. Hapa sasa tunaingia ndani. Tunaingia ndani sasa. Humu. Hapa ndo mbele kwa hii nyumba. Kwa hapa mheshimiwa aliyesema tunayemhifadhia jina. Sema hii ni nyumba ya wazazi wake hii. Alafu wazazi wake akitoka humo ndani wanaenda kupumzika kwenye hiyo ghetto hiyo. Hiyo bosi. Ambapo sasa vijana wameingia humo ndani. Tunawafuatilia humo ndani. Fuatilia humo ndani. Fuatilia humo ndani ndo tunakuta yule mwamba yule au mwamba ndo wako humo na kazi zao ndo kama hizi. Ile gundi kazi yake ndo wanasikimia hapa. Ndio inatokelezea hapo. Hapo sasa wanachanganya vitu vyao sasa. Ile gundi sasa ndio inachanganywa hapo. Unaona inapochanganywa? Ndio hao. Mama. Na kazi yao ndo kama walivyoianza hivyo ya rangi. Hiyo branding ni nyingine ametengeneza. Wao wanahusika na rangi tu.
rangi pamoja na kuskimu. Kwa hiyo hapo nimeanza safu ya kwanza. Naona ndio mwamba. Twende huku tena, twende uone vitu wanavyovitengeneza hapo. Fundi Blandering alimaliza kutengeneza akaondoka, wao walikuja wameandaa kiasi hicho, bado hawajapiga msasa hapo. Hawajafanya mambo yote, hawajapaka rangi hapo, wanaandaa maandalizi hayo. Ukija huku ndani unakuja unakuta humu ndani. Humu ndani unakuta huyo mwamba huyo hapo. Na skimu. Bado uko vipi? Moze, anaitwa Mr. Moze huko juu. Wamepanga huko. Naona kwanza haya ndo majitu unasikia anaitwa mapunda. Sio punda zile punda wanyama, ni mapunda ambao. Wewe nisije nikasema punda ukanishangaa ukasema labda wewe bwana vipi, lakini hizi ndo punda. Hizo mbao zikiundwa hivyo, alafu the way ndo zinakuja zinaitwa punda kwa ajili ya kukalia. Na wewe bwana ndo yule bwana mtumishi, kiongozi, wako huku ndani. Tuwafuatilie mpaka ndani huku. Fuatilie kabisa mpaka ndani. Tujue kazi zao huku ndani. Naona wanavyoskimu ukuta. Kuta zinaskimiwa. Maandalizi sasa Blandering unaona kama hivi. Sasa ndo wanaskimu hiyo Blandering ili kusudi ikae quality waipake rangi. Naona mwamba anavyohangaika kuitafuta huko. Anatafuta hela huyo, tafuta tonge huyo, tafutia familia huyo. Naona wewe. Ndio kazi yao sasa. Ndio wameanza hivyo. Naona napanga mapunda hapo wapande hapo ili waanze kupaka na huko, kuskimu yani. Naona hiyo kitu. Safi kabisa. Hiyo hawa ndo kazi zao hao waheshimiwa. Mwenye kazi yoyote ile kuhusu kazi ya kuskimu, onana na hao vijana. Skimu paka rangi aina yote wamesema wao. Utatoka ndani hapa kwa mwamba, nasogea kabisa. Nasogea kwa mwamba hapa. Sogea kwa mwamba hapa. Hapo ndo kwa baba yake na mwamba. Hapo ndo yani ndo nani nyumba ya baba hiyo. Baba yake na mwamba. Na hii ndo mwamba aliwatengenezea wazazi wake kwamba wakitoka humu jua kali au namna gani, naona wageni humu ndani au pamebana, ndio wanakuja hapa sasa. Kuja hapa. Naona wale vijana ndio hawa. Vijana ndio hawa. Wako humu ndani. Wale wazee wa nini? Wazee wa rangi sasa. Kwa hiyo wazee wakitoka kule, wale wazee wanakuja humu ndani. Shafika humu ndani wanazama, fungua hapa mlango. Hodi mpaka ndani jamani. Asante. Unaona? Sasa kishafika humu anatulia humu. Sasa tunakutana na hao wazee wa rangi. Wazee wa rangi wanafanya mambo yao sasa. Ile ua sasa ndio limekatwa hivyo. Limekatwa. Kwa hiyo ukitaka watu wa rangi wapo. Ukitaka watu wa bodi tunao. Ukitaka mafundi wazuri kuanzia foundation ya msingi, lamani, kupimia nini, wapo. Kwa hiyo ni wewe tu na pesa yako. Maelewano mnakutana wao wenyewe. Na huyu ndio bwana yule anaikuwa anaitwa Balo. Nani? Kapalo. Ndo alimaliza kutaja namba zako mheshimiwa. Huyu hajataja namba. Na tusaidie namba bwana Kapalo. 40 75 32 18. Naomba urudie bwana Kapalo. 07 40 75 32
18. Okay. Hiyo ni ya Bwana Kapara. Hiyo namba. Na hawa ni watu wa bodi sasa. Tumetoka kwenye watu wa rangi. Tunakuja kwenye bodi sasa. Ina maana hawa wa bodi wakitoka ndo watu wa rangi wanakaa. Ndio maana unaona wametoka kule, wameacha wanapiga rangi, sasa ndo wamekuja tena huku. Mheshimiwa huyu anaitwa samahani kuna ndee bwana. Samahani kukusumbua. Samahani kwa usumbufu, lakini ni mojawapo ya kutambulisha kwa wana. Ili kusudi wana wajue kwamba kuna watu wanajua kazi hizi. Wambura Emuerema. Yaani aka Kiokote. Alimaarufu kama fundi bodi. Ndio. Kwa hiyo anaitwa Wambura Emuerema. Aka Kiokote. Alimaarufu fundi bodi. Mawasiliano yako mheshimiwa kwa watu wenye uhitaji wa bodi. 07. Ndio. 55. Ndio. 36. Ndio. 20. Ndio. 70. Okay. Popote nafika. Popote pale anasema anafika. Hata majuzi hapa ametoka Hispania, ulisema Ulitoka Hispania, toka Hispania. Naona bana. Kwa hiyo huyo ni fundi na muamini. Kibinafsi yangu na muamini. Sijui na wewe kama utamwamini, lakini mimi niseme ni fundi mzuri kwa sababu anatengeneza vitu vya kisasa, vitu vya kileo. Ni mtu ameenda shule na anafanya kazi yake kwa experience kubwa sana. Ni kazi ya kusomea hiyo, sio mchezo. Mimi na wewe tunaijua bodi na tunaweza kufanya bodi ndio, lakini sasa kuna kazi ya bodi. Unaona bwana. Kuna kazi ya bodi. Bodi na kazi yake bwana. Kuna utaalamu, yani umakini kwenye hivyo vitu. Kwa hiyo ndo vitu kama hivyo. Usije ukachukua vitu vyako kaja kuharibika kwamba unamletea huyu bwana mtaalamu wa kushoti kwamba yeye anaweza, kumbe ukaja kuharibu hela zako bure. Lakini kwa huyu mwamba kwenye bodi na muamini, na wale mabwana kwenye rangi pia na waamini. Kwa hiyo ndo maana huyu ametoka, huyu tajiri alileta huyu bwana kutengeneza bodi, ametoka kule, amemaliza. Kwa hiyo ashamaliza, kinachofuata watu wa finishing ya rangi wameshaingia. Natoka humo, njoni huku niwatembeze kazi alizozifanya huyu bwana Wambura pamoja na hao watu wa rangi. Huyo bwana Wambura Kiokote almaarufu kama fundi bodi. Sogeni huku tena niwaonyeshe mambo mengine aliyoyafanya huko. Odi jamani, odi. Tuingie humu tuone vitu alivyovifanya huyu mwamba huyu. Unaona? Ni vitu alivyovifanya huyu mwamba. Hichi kijumba tulikuwa tunakiona nje kama cha ajabu ajabu. Ona huyu mwamba kitu alichokifanya humu ndani. Hicho kipindi hicho miaka hiyo. Unaona? Ni muda umepita. Lakini bado kitu kinaonekana. Umeona? Wow. Unaona hiyo ilivyokatiwa kona hapo. Kile hicho ni kanda naundwa. Unaona hiyo kitu. High table jinsi ilivyokaa. Huyo bwana anarekebisha hadi high table haya. Tengeneza hadi hivyo viti huyo bwana. Ni mtata kweli kweli huyo. Ni seremala wa kweli. Kaenda shule, hivyo viti katengeneza yeye. Na hilo limeza hilo. Na hilo limeza pia katengeneza yeye. Amekuja akarekebisha hiyo kitu.
ametengeneza hilo ua hapo likakaa fresh. Umeona hiyo kitu? Twende huku tena niwaonyeshe alichokifanya huyo bwana wa bodi huyo. Hapo kwenye upande wa ujenzi anajulikana kama Marongo. Mkazi wa Mwanza na anaishi Mwanza, lakini alisafiri toka Mwanza mpaka Mara, wilaya ya Rorya, kijiji Ibaraki, akajenga hii nyumba kwa mwamba. Alipomaliza kujenga hapo juu hapo sasa kupaua, kuna mwamba mmoja yupo Mara, sehemu moja hivi Nyamaguku Ilienyi, anaitwa Kisera Sonko. Hapo sasa kwenye bati ndo akashughulikia. Huyo Marongo pia akaja akajenga hii nyumba hii. Kaijenga hii nyumba na wazee kupumzikia hii pamoja na vijana. Umeona hiyo kitu? Alipomaliza kujenga, Marongo kaishughulikia. Alafu tunarudi nyuma kwenye gata katikati hapo. Tunakuja tunakutana na nini? Gata hapo tunakutana na watu wa Mwanza. Lakini pia tukirudi nyuma tunakuja tunakuta PPC. Humu ndani tunakutana na PPC kwenye karibu na Fisherboard hapo. Amepiga Mr. Wambura. Wambura yule anaitwa Kiokote. Hiyo kitu imeundwa na wewe Wambura wewe. Ni hatari. Umeona kitu hiyo? Kazi aliyoifanya Wambura hiyo. Tusafiri tena twende huko. Safiri tena tuone kazi za Wambura huko. Kazi za Wambura zingine ziko huku. Huku jamani, huku. Hapa ni bado ni kwa mwamba. Kazi za Wambura ziko huku. Kazi zingine Wambura iko huku. Iko huku jamani. Ni kazi ya Wambura pamoja na hao vijana wa rangi. Kazi ya Wambura iko humu ndani. Hodi humu. Hodi. Naona. Kwa hiyo humu pia wale vijana ndo walipaka rangi humu ndani. Ndo walipaka humu ndani rangi. Lakini pia mzee wa bodi Mr. Wambura. Wambura sasa unakuja unamkuta mambo yake humu. Mambo yake na yeye alifanya humu ndani. Wow. Unaona hiyo vitu vya Wambura sasa? Unaona vitu vya Wambura hivi? Miaka hiyo lakini vina hate wewe. Unaona hiyo kitu? Ndatengeneza pia na mambo ya finishing na ndio hizo nande hizo hivyo viti pamoja na meza hizi. Hiyo kitu hiyo. Kuja nakuta rangi hizi rangi walipaka wale vijana hapo hivyo. Ni ua hilo alirekebisha huyo bwana Wambura. Ndo kazi zake humu ndani. Vitu kama hivi. Wambura ni fundi moja matatizo. Tunasafiri tena. Safiri tena mpaka mbele huko.
Safiri kabisa mpaka huko. Twende tena niwaonyeshe huko. Huko sasa wazee wa rangi wale pia wanahitajika kuja hapo. Mwamba. Kwa mwamba aliye naye kuhifadhi jina. Sio kutaja jina la mtu bila idhini yake. Wale vijana wa rangi ndo wanasubiri waje hapo. Ukitoka hapo naingia hapa. Bado ni kwa mwamba hapo. Ni mji mmoja huo. Mji mmoja huo. Hapo kuna hiyo. Kuna hiyo. Kuna zile tulizokwisha kuziona kule nyuma. Kuna zingine hizo zinazorekebishika. Kuna hizo. Kuna hiyo. Kuna zingine ziko huko. Sasa tunaingia hapa. Ili tumuone kazi za wenye rangi na mtu wa bodi. Mtu wa bodi ambaye ni Wambura. Hapo alipiga tu temporary sehemu ya kuingilia. Lakini pia huku hivyo vitu hivi, hayo maua hayo. Unajua kuna watu wana vipaji jamani. Lakini sasa vipaji hivi havifuatiliwi. Havifuatiliwi. Huyu dogo atafika mbali. Naona. Akisapotiwa, maana kusapotiwa ni kufanyaje? Naona kitu hiyo. Naona kitu hiyo. Huyo ndio hiyo dogo huyo. Ni amtata kweli kweli huko. Ni hatari. Vipaji ndugu zangu vipo vijijini. Hapo ni sitting room. Hapa ni sitting room. Na mambo aliyofanya huyo dogo. Na hawa watu wa rangi hawa sasa, vijana wale ndio wamesababisha rangi pia humu. Naona jinsi walivyopaka. Kila kuta ikawa na rangi yake. Kuna light blue. Kuna hii pinki. Kuna aina gani? Hizo rangi humo ndani kwenye bodi humo, jinsi walivyobadilisha rangi humo kwa ajili ya kuleta uwiano wa upendezeshaji wa kitu. Nakuja hapa dining. Dining hapa. Dining. Naona hiyo. Hiyo dining. Dining. Mwanga unakuwa ni mkali kidogo. Tubadilishe huu. Naona hiyo. Naona hiyo. Naona hiyo kitu. Kwa hiyo unaona mtu wa bodi huyo? Naona kijana huyo. Eti jamani, tuache tu mambo mengi. Hivi kijana hawezi kufika mbali kweli? Hawezi kufika mbali jamani. Huyo kijana hawezi kufika mbali. Jamani. Tuwashike mkono watu wenye vipaji. Tuwaonyeshe njia. Tuwaonyeshe ukaribu, wazidi kubuni. Naona huyu naye alivyo set hapo hiyo nani ngwangwalu hiyo. Watu wana vipaji jamani, lakini alafu asilimia kubwa vijijini kuna vipaji jamani. Na wao ni mtu ametoka kijijini. Ametoka kijijini huyo mtu. Toka kijijini na ametambulisha pale kwamba kwao ni na ndio Tarime. Kwao ni Tarime, pia kwake anaishi hapo hapo Tarime. Watu wana vipaji jamani. Vijijini kuna vipaji. Kuna vipaji kwa kweli. Vijijini kuna vipaji. So utani. Unaona kitu? Vijijini kuna vipaji. Kuna vipaji. Kuna fursa za vipaji vijijini. Basi bwana, mimi naondoka. Usafiri wangu ndo huu.
sasa inabidi niondoke mazingira haya kwa sababu tayari nimesha waonyesha vitu wanavyovifanya wa vijana. Kila heri. Jina naitwa Machafu Chafua. Usisahau kusubscribe, comment, kushare hiyo page ya Machafu Chafua Media. Karibuni sana, tunapatikana wilaya ya Rorya, mkoa wa Mara, ndo maeneo yetu haya, lakini tuna fence pote, tupo pote. Kienda Dar utanikuta, kienda Kigoma, Mrusi utanikuta, kienda Kibondo pia unanikuta, Goma hiyo. Kienda Kakonko hapo unanikuta, Galanjabo huko nipo, Malagarasi huko. Watu wote wa Kasuro, Kigoma mjini, Maweni, Nazareti utanikuta huko. Ingia Msoma ho, Taji, Soma basi utanikuta. Asanteni sana. Kwa majina nimeshawatajia, na Machafu Chafua, mkurugenzi wa Machafu Chafua Media. Mawasiliano yangu ni kama ifuatavyo: 07 67 67 39 58, 07 67 67 69 58. Namba nyingine ni 07 52 67 67 hiyo 39 58, 07 52 67 39 58. Tupo tunajaribu kukua vipaji vya watu pamoja na kazi zao na watu wao wenyewe kujisema. Asanteni sana.